Mtazamaji wa televisheni Tumaini, tumsifu Yesu Kristo. Bila shaka ujambo na karibu katika kipindi hiki cha tafakari kinachokuja kutoka hapa Tumaini Television. Na kuletea kipindi hiki ni mimi Sister Salvina Makonde. Karibu tutafakari pamoja. Karibu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Tumaini Media katika kipindi chetu cha tafakari ya Injili. Leo somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 18 aya 20 hadi 29, na Injili inatoka kutoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 5 aya 17 hadi ya 19. Na sasa tusikilize Injili ya leo. Kutoka Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua torati au manabii. La, sikuja kutangua, bali kutimiliza. Kwa maana amin nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka hata yote yatimie. Basi mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Neno la Bwana. Katika Injili yetu ya leo, mwendelezo wa hotuba ya mlimani ya Bwana wetu Yesu Kristo, sura ya ile heri, ile furaha ambayo anataka kutupatia, anatushangaza kwa kutamka maneno ambayo kwa masikio ya Mkristo yanaweza yakaleta labda mkanganyiko, kwa sababu mara nyingi tunasikia kwamba Yesu Kristo ametuokoa kutoka laana ya sheria au kutoka kuhitaji kutimiza torati. Lakini ukweli ni kwamba tunahitaji kuelewa torati katika maana yake ya asili. Neno torati katika Kiebrania natokana na neno yara, ni misamiati ya vita, ambapo yara ni yale yanayotokea wakati shujaa, wakati mtu wa vita anarusha mshale na mshale unanyoka, unafika pale alipolenga, pale alipoweka shabaha yake. Tofauti na hayo, khata ambayo inatafsiriwa kama dhambi ni pale ambapo hata kilenga bado mshale hauishi pale ambapo alikuwa amedhamiria. Hivyo Mungu anatuambia kwamba torati, sheria, sio mzigo ambao tunawekewa, bali ni namna ya kutufikisha kwenye malengo yetu. Mungu anachotaka ni kwamba tuweze kufika kwenye malengo yetu, tena kwenye malengo yake ambayo yako mbali zaidi na yale ya kwetu ambayo tunafikiria sisi. Mara nyingi mawazo yetu ni finyo sana. Kwa tunahitaji msaada wa Mungu, tunahitaji msaada wa torati. Kama vile kwenye baiskeli kuna yale magurudumu madogo madogo yanasindikiza ili mtoto aweze kwenda kwa spidi. Na Yesu anasema, mimi nimekuja kutimiza torati, nimekuja kuwafikisha mpaka mwisho, mpaka moyoni. Neno hilo linapata mwanga mkubwa zaidi tukifafanua mbele ya somo la kwanza la leo, ambapo Nabii Elia anafanya ile tendo, ile sadaka kubwa ambayo inafahamika sana dhidi ya wale manabii wa uongo wa Baali 450, ambapo anawashawishi wao wamuite bwana wao, waonyeshe Mungu ni yupi wa kweli, Mungu yupi ndiye wa kweli. Na yeye anacheka na analala kwa sababu anaamini katika yule Mungu ambaye ameonja katika maisha yake. Katika siku za nyuma tumetafakari jinsi ambavyo Mungu alituma kunguru, alituma yule mjane wa Sarepta, alimfanya aweze kunusurika na kuendelea kuishi katika hali ambazo kibinadamu zilikuwa za kifo na mauti. Mara ngapi Mungu ametuvusha katika hali ambapo tulisema hapa ndipo mwisho, hapa sitoweza kupita, na Mungu bado anatuvusha. Ndio maana sasa Elia anaweza kurudi na kumkabili Ahabu na yule mke wake Jezebeli ambaye aliingiza miungu mingi ya uongo. Mungu anajua labda tumeweka matumaini yetu katika miungu mingi ya uongo. Labda tunaamini kwamba tukipata pesa, tukipata mafanikio, tukipata marafiki wengi, watu wakitupigia makofi, wakitutambua, ndipo takuwa na furaha.
Na nabii Elia anakuja kutuambia, na Yesu anakuja kutuambia, hapana, furaha yako ya kweli ni kutambua nafasi ya Mungu katika maisha yako, ambaye yeye haji kwa ajili ya kuwekea mzigo na kukubana katika maisha na kukwambia usifanye hiki, usifanye kile, bali kukuonyesha uzuri wa uumbaji wetu, uzuri wa ile hazina tulionayo, kama tuliyosikia jana katika Injili, kwa sisi ambao tunaitwa kwamba tayari sisi ni chumvi, sisi ni nuru. Kwa sababu hiyo Elia anatamka maneno ya ajabu kabla ya kuita ule moto kutoka kwa Mungu, akijua kwamba Mungu atasikiliza, lakini bado aliweka ishara, aliweka mawe 12 kama kumbukumbu ya wale wana wa Israeli kwa majina. Tasikiliza katika masomo mengine ya wiki hii, kwa majina. Mungu anatujali kila mmoja wetu kwa majina. Hawezi kuvumilia akiona hali zetu, lazima aingilie kati. Elia anasema neno moja, anasema, Mungu, onyesha kwamba ni wewe unayegeuza mioyo yao. Na ile neno hilo linaweza likatafsiriwa pia kama ni wewe unayetongoza, unayerubuni, unayevutia mioyo yao. Tunavyoelekea katika sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu, Elia anatolika kuona Yesu anakuja kutimiza. Anasema, nataka nifike mpaka moyoni. Tunajua baadaye Yesu atasema, haitoshi tu kusema mtu hajazini, lakini hata kuangalia kwa tamaa. Haitoshi mtu kusema hajaua, lakini hata kuangalia kwa hasira au kuhifadhi ile hasira moyoni. Hayo yote yanagusa moyo, sio hisia. Hisia zinaweza zikaja. Unaweza ukasikia labda ka msisimko, unaweza ukasikia ka huzuni, unaweza ukasikia ka hasira, lakini usipoweka moyo wako, ambao nawalika kuendelea kusikiliza, kwa sababu katika siku ya sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu tutaingia katika kiini, katika chemchemi ya moyo wa Yesu, kuelewa moyo una maana gani. Yesu anaposema anakuja kutimiliza, hataki hata nukta, hata herufi moja, hata kitu kimoja kisitimie katika maisha yako, kwa sababu Mungu ana ahadi kubwa kwa ajili yako na anatamani yote yaweze kutimia. Mungu atujalie kutambua kwamba dhambi zetu, kinyume na kuwa kitu kizuri ambacho Mungu amekataza, ni kitu ambacho kinatuchelewesha kufikia katika malengo na ile furaha ambayo Mungu ametamani. Tuwe na hamu ya kuruhusu ile sadaka inayoshuka kutoka juu, Ekaristi takatifu, neno la Mungu, Yesu mwenyewe anayekuja juu yetu kama moto, Roho Mtakatifu ambaye yuko tayari kuingia ndani mwako kila unaposikiliza habari njema na unataka kuamini kwamba kweli ni kwa ajili yako. Yeye anasema, nimekuja kutimiza, sio sisi. Yeye anakuja kutimiza yale yote ambayo Mungu ametuahidia. Ndio maana anasema ufalme wa mbinguni ni huo, kwamba aweze kutimiza yote katika maisha yako. Yesu Kristo anatualika kumwamini kama ile sadaka ya Elia, kwamba yeye ndiye anayevutia mioyo yetu. Tumfungulie nafasi hiyo, tuweze kumpokea kwa imani na kusema kweli kama Elia. Jina Elia, Eliyahu, maana yake Mungu ndiye Bwana wangu. Tumsifu Yesu Kristo. Aliyewaletea tafakari ya kipindi cha leo ya Injili ni mimi, Padre Richard Villar Zorila, padri wa jimbo, paroko msaidizi katika parokia ya Bikira Maria Mama wa Kanisa Goba Maria, jimbo kuu la Dar es Salaam. Asanteni sana, muwe na siku njema. Mungu awabariki. Mtazamaji wa televisheni Tumaini, kila chenye mwanzo kina mwisho. Mpaka hapa tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha tafakari. Niliyekuletea kipindi hiki ni mimi Sister Salvina Makonde. Tuonane wakati mwingine. Kwa heri.